na stori ya kijana mmoja ambaye yeye ameweza kuuawa kwa kuchomwa visu, kisa kuto kusalimiana na wenzi, ama kuto kutoa tano kwa lugha nyepesi, kwamba oya nipe tano, alafu mwamba kakausha hajatoa tano. Kwa hiyo ikawa ni sababu ya yeye kupigwa visu vingi sana mpaka kupelekea kifo chake. Nikajaribu hapa kwanza kupata kaburudani kidogo cha nipe tano, tujaribu kuona kwamba kwani hizi tano zina umuhimu kiasi gani kwa vijana, ama zina umuhimu kiasi gani pale unapokutana na mtu mpaka kufikia hatua kwamba kumchoma mwenzio visu kisa tu hajakupa tano. Hii ni hali ya taharuki sana ambayo imeweza kutokea, na huzuni pia vile vile imeweza kuwakumba wakazi wa mtaa wa Olynyavitian kata ya Sinoni jijini Arusha kufuatia kifo cha Emmanuel Thomas miaka 37 aliyedaiwa kuuawa kwa kuchomwa visu baada ya kuzuka kwa ugomvi uliotokana na suala la kutosalimiana kwa kupeana ile tano, ile nipe tano tip. Nipe tano tip. Kwa hiyo huyu bwana ameweza kuuawa kwa kutoa tano kwa mwenzie. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, marehemu alifika katika eneo hilo na kupita karibu na vijana waliokuwa wamekusanyika dukani bila kuwapa salamu ya kutoa tano, jambo lililodaiwa kuibua maneno makali kati yake na vijana hao wawili. Yaani mabwana hapo wawili wamekaa wametulia dukani. Wengi tu hapo dukani wametulia, lakini hao wawili hao ndio walikuwa na hamu ya kupewa tano. Kwa hiyo huyu mwamba Emmanuel alipita hakutoa tano kwa wale waliopo pale. Sasa kitu ambacho najaribu kuwaza kwamba tano kama tano, au kwamba ilianza salamu kama salamu. Kwanza tusalimiane kwanza, bwana vipi hapo, kwema, alafu ndo tunakaribiana tunapeana tano. Sasa huyu mwamba yeye akapita zake kavu, hakuweza kutoa zile tano. Mabishano hayo bwana yaliendelea, na baadaye baada ya mabishano yakageuka kuwa vurugu. Leo wewe vipi, wewe inakuaje unapita hivi na hivyo, utoi salamu hivi na hivyo, utoi tano hivi na hivi. Mwisho siku sasa ikawa vurugu, ambapo sasa vijana hao wawili wanadaiwa kumshambulia Emmanuel kwa visu, kwa kumchoma visu sehemu nyingi tu, ama sehemu mbalimbali za mwili wake, na kisha kukimbia. Yaani kabla hawajakimbia wakampiga visu vingi, alafu wakawa wamekimbia. Jitihada za wananchi na watu waliokuwepo kumsaidia zilishindikana kumsaidia huyu mtu aliyeweza kuchomwa visu Emmanuel. Jitihada ziliweza kushindikana na majeruhi kutokana na majeraha aliweza kuyapata. Baadaye ikabainika kuwa alikuwa amepoteza maisha wakati wakijaribu kuendelea kuona kwamba wanamsaidiaje kutokana na majeraha aliyokuwa amepatiwa ya kuchomwa visu na vijana hao wawili. Wakati wakihangaika kuona anaweza kumsaidia vipi bwana, kwamba akaja kugundua kuwa alikuwa ameshafariki wakati kabla ya wao wakihangaika na kuona wanawezaje kuokoa maisha yake. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Olynyavitian Lesson Joseph wamethibitisha kutokea kwa mauaji hayo na kutoa wito kwa wananchi kujiepusha na matumizi ya nguvu wanapokumbana na migogoro midogo ya kijamii, yani ile migogoro miwili mitatu, msiwe mnatumia nguvu. Hiyo ndio wito kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa. Wakati huo jeshi la polisi mkoani Arusha limeeleza kuwa linawashikilia watumiwa wawili kuhusiana na tukio hilo, huku uchunguzi wa kina ukiendelea kubaini chanzo na mazingira kamili ya mauaji hayo. Bwana, kwenye Azam Story nilijitahidi kuweza kutafuta watu ambao kidogo waliopo pale mashuhuda, ili nikifika hapa kwenye kipindi hiki cha Jamvini, basi nihakikishe kwamba wewe ambao umekaa pembezoni mwa radio hivi sasa, ambao unategea sikio Big Bros na unasikiliza Jamvini, uweze kupata hii story kwa kina ilivyoshiba na ushibishi wake uliopo. Katika moja ya kutafuta story shibe zaidi, nikakutana na mashuhuda ambao waliweza kusema ama kuelezea hali ilivyo, na miongoni mwao bwana amesema vijana wale
ambao waliweza kumshambulia mwenzao wanapuliza, yani wanapuliza puliza kupita maelezo, yani wanapuliza kupita kiasi. Wanapuliza nini? Bakia hapo ndani ya Jamvini na kusogezea story na sauti kutoka huko Arusha. Bakia, hii ni Jamvini na mpaka majira ya saa 1 za jioni. Bakia hapo na kuleta sauti. Bangi zinavutwa mtaani, mnapishana na kijana anavuta bangi kabisa bila hofu, bila kuogopa kitu chochote. Wewe zinaambia eti nikukunyima salamu yangu ndio wewe tokee tu uniulize mimi maswali. Kisa kwa sababu eti hujanipa 5, mbona umewapa 5 hawa? Wamemkata hapa kichwani ndio nani kubwa na hiki cha chembe. Naona hiki cha chembe ndio kilichokuwa kimesababisha. Na nyingine walimtoboa huku, lakini kile cha chembe ndio kilichomtoa roho yake. Yani kwa kifupi huyu marehemu, yani kwa kutoka ameumiaga, amekoga mtu mstaarabu, yani ni mtu mpole nini, anaga shida na mtu. Sasa kwa tukio kama hili ambalo walichomfanyia sio haki, kwa sababu ujue mtu akishakuwa mstaarabu salamu sio lazima. Naweza nikawapa tu oya vipi kwema au nikapita zangu na mambo yangu, maisha yakaendelea. Sasa jinsi madogo alivyoleta, yani imekuwa kama dharau. Sasa kuja kumnani kumuua mtu, maana yake amemuua bomani. Kwao ni hapo, alafu na yeye yani hapa ni mtaani. Alafu na watoto wenyewe nao ni watoto wa mtaani. Yani kwa kusema kweli kitu kilichokuepo sio kizuri alichokifanya. Kisa kwa sababu eti hujanipa 5, mbona umewapa 5 hawa? Lakini inavyoonekana hiki kitu hawa walikuwa na kitu chao rohoni kuhusu Jomba. Lakini Jomba alikuwa ni mtu ambaye ni mtu mstaarabu. Ukipita hapa nini, wewe vipi kaka? Sasa mpaka kufikia kumpa hukumu hiyo ni hukumu ngumu sana, na sheria inatakiwa isimame. Sehemu mimi niliona wamemkata hapa kichwani ndio nani kubwa na hiki cha chembe. Naona hiki cha chembe ndio kilichokuwa kimesababisha. Na nyingine walimtoboa huku, lakini kile cha chembe ndio kilichomtoa roho yake. Kwa mimi hapa ninavyoona ni kama ni ushamba. Maana kwa ujana wa leo jinsi tunavyoishi, kijana anijitambua na kujielewa. Sasa hivi atakuwa tafute shughulike. Sawa bana, sio tembea na visu. Kwa mfano sasa hili tukio kama la jana la kumzuru yule brother ni ushamba. Unajua ni kwa sababu gani? Wewe zinaambia eti nikukunyima salamu yangu ndio wewe tokee tu uniulize mimi maswali. Sasa leo hii kama ni salamu tu mtoa wao, mtuje kama ingekuwa ni mwenye nyumba anakufukuza kwenye nyumba yake ingekuaje? Si ndio bana? Kwa hiyo yani inachotupelekea vijana wa Arusha wengi tunapotea ni ushamba bado tunao ule wa kizamani. Kwamba nikitembea na kisu na kuwa hivi na jiamini. Unajua pia ukishakuwa na silaha, unajua ugomvi kidogo tayari unajiaminisha kwamba ninazana, si ndio hivyo? Kwa hiyo yani kilichotokea jana tuseme sijui wale vijana walijiresi au sijui likuaje. Sawa bana. Maana zinaambia eti sasa hivi nyime mimi salamu alafu eti nikuzuru. Kivipi? Ni kitu ambacho hakiwezeka. Kwa hiyo bana, mimi kwa ushauri wangu kama vijana, si tutafutie kazi. Unajua kishakuwa busy na mambo yako, vitu kama hivi huwezi kutana navyo. Sawa bana. Maana yule brother katoka kwenye mambo yake, kwao ni hapo, anaenda kasalimia familia yake, akutana na hiyo changamoto. Kamsalimia huyu kwa sababu ni rika lake. Wale machadonge ngatakuwa msalimie yeye, sio yeye asalimie. Si ndio? Kwa katika kupishana kauli ndio ile sasa kamparangania yule brother. Pigiwa simu sasa hivi ndo nikaambiwa kwamba kuna mtu aliuawa hapa kwa Dani, ndo nikatoka kazini nikarudi hapa ndo nimefika.